Ya kutoka viunga vya +255 nite Jijolino Starlens aka mtangazaji mmoja kama watangazaji 100, na leo nipo na meneja wa Dulo Gang. Nikaona sio mbaya tupige naye story because last time tulipiga naye story, lakini wakawa wako very busy na maandalizi yao ya ngoma kali ambazo watakwenda kuziachia msimu huu. Leo nikaona nije nchili naye ili tuweze kupiga story moja mbili tatu kuhusiana na kile ambacho Dulo Gang wanajiandaa kwa mwaka huu. Ni aje? Fresh. Kama kawaida. Wapo watu ambao huenda huwa wanakuona lakini hawajajua wewe unaitwaga nani ambaye ni manager wa Dulo Gang. Ya, kwa majina naitwa Mr. Ramos. Okay. Ali maarufu kama Mloe. Okay. Ya, mimi ni manager wa Dulo Gang. Sawa. Ya. Dulo Gang, unajua kumanage kitu sio easy, sio kitu rahisi. Kwa mara ya kwanza unafikiria kuanza kuimanage Dulo Gang. Huu mchongo ulikaaje kukutana na Dulo na wenzie na kuanzisha crew ambao mkaipanga pia Dulo Gang? Mchongo ulikuwaje hapa kati? Mchongo haukuwa ngumu kwa sababu Dulo ni msanii mkubwa na anajulikana. Okay. Ya, nilimtafuta nikampata. Tukakaa chini kama kamati tukajenga. Ya. Sawa. Hakukukua ugumu wote wewe ulipomwona Dulo na kumpropose kwamba bwana mimi napenda tufanye na wewe kazi, si ndio? Kitu chake cha kwanza kukuambia ilikuwa ni nini? Kitu cha kwanza Dulo kuniambia ilikuwa kwamba wewe kama unahitaji kufanya kazi na mimi hiyo haina noma, lakini kwanza nitakupima. Nitakupima kwa vitendo. Kama utaweza tutaendelea. Usipoweza sure kila mtu anajikata kivyake. Sawa. Mtihani ambao Dulo alikupatia ambao ni kukujaribu wewe au kukupima ilikuwa ni nini? Alihitaji tutoe ngoma 5 kwa mpuku. Okay. Hizo ngoma zikatoka. Na kuna ngoma sijui zilikuwa 2 aishaandaa. Aishatoa yeye. Ila zilikuwa zina video. Okay. Kasema tufanye na video za hizi na nini. Ngoma 2 tukazifanya. Okay. Ya, akaona kweli nitaweza kwa manager. Ya. Sawa. Dulo ni kweli alikuwa ni msanii mpaka leo ambaye anafanya vizuri. Mwaka huu Dulo Gang mmejipangaje? Cause mlikuwa kimya na still bado mpo kimya. Sawa. Mmejipangaje kwa mwaka huu mwingine? Cause tupo mwezi wa 4 wa 5. Mwezi wa 5. Mashabiki zenu wajiandae vipi? Cause wamewasubiri, mlisema mlituambia kwamba mwaka huu kwenye mwezi wa 2 mtakuwa moto. Vipi? Mmejipangaje kuendelea kumalizia mwaka? Sisi tumejipanga tu vya kutosha. Maana niseme sasa hivi kuna ngoma ipo hewani. Nafikiri mashabiki wana enjoy. Okay. Ya, na zingine zinakuja nyingi tu zinafuatia. Sawa. Hizo video 5 ambazo wewe as a manager, wewe kama manager ulizikalia chini na ukasema kwamba ngoja nifanye ngoma, ziligharimu pesa ngapi? Au video ziligharimu pesa ngapi? Twende hivyo. Ya, kifedha ni hela nyingi, siwezi kutaja hapa. Maana ni nyingi sana kwa sababu ngoma yenyewe haijafanyika hapa. Msanii tumemtoa nje akaenda kushuti ngoma. Ya. Hela gharama ni kubwa. Okay. Ya. Unafikiri inaweza ikafika kama kiasi gani? Kiasi sijui milioni 5. Nafikiri hata hiyo milioni 5 maana hii napiga zile hesabu za haraka. Okay. Milioni 5 na hisi ni ndogo. Sawa. Bwana wewe unatumia voucher ya shilingi ngapi kwa siku? Mimi nina wifi.
Okay. Ndo wanatumia. Kwa hiyo mambo ya kununua bando nini hamna. Lakini tukumbuke pia wifi inanunuliwa bando. Wifi yako unazoea kuinunulia bando ya MB za ngapi? Ya ile nanunua kwa mwezi najiunga itakuwa ya nikijisikia nachukua 20,000. Ila mara nyingi huwa nachukua 10,000. Okay. Yeah. Sawa. Kitu gani ambacho ulichowahi kukutana nacho kikawa changamoto wewe kama meneja na ukasema kabisa why nimejiingiza kwenye management, au ukajutia wewe kuwa meneja? Ya mimi sijawahi kujutia kwa sababu wasanii wangu wanafaa vizuri. Okay. Wangekuwa wafai vizuri ingenibidi nijute, lakini siwezi kujuta kwa sababu wapo sawa. Okay. Yeah. Kitu gani mtu ambaye sio meneja lakini leo akapenda kuwa meneja, kitu gani cha kwanza kabisa inatakiwa akifanye ili kuwa meneja bora? Ni kujiandaa kifedha. Okay. Yeah. Na uwe ni mtu wa kufaa connection kwa sababu so kila mtu anaweza. Lazima ujitahidi kufaa connection na watu. Okay. Yeah. Unaambia nini mashabiki wa Dulo Gang ambao always wanakuwa wakiwasupport nyie kama Dulo Gang na wewe kama meneja wa Dulo Gang? Yeah, wale yani nawashukuru sana. Alafu naomba support yao tu ili tuenjoy muziki mzuri. Okay. Yeah. Bana, nilikuwa napiga story na Mlowe au Ramos ambaye ni manager wa Dulo Gang, na umesikia kile ambacho yeye amekiongea, kile ambacho anaamini kwamba watakwenda kukifanya, na kuna video yao ambao ipo mtandaoni ambao sasa hivi wamerelease ambao ni video. Nenda pale uweze kusubscribe, like na comment, lakini pia uweze kuenjoy mziki mzuri kutoka kwa Dulo Gang. Unaongeleaje nyimbo ambayo Dulo Gang wamekwenda kuirelease ambayo inaenda kwa jina la Hope, lakini pia ni ngoma ambayo umetuambia ni reggae. Unazungumziaje huu mziki? Huu mziki ngoma ni nzuri, alafu ni maana ni tofauti na ngoma za hapa. So maana kuna ngoma hapa zinafanyika hapa kwetu. Ya utafikiri ni mashati ya shule vile. Yaani muondoko umekuwa ni mmoja tu. Maana kila mtu kelele nyingi sana. Okay. Yeah. Sasa hiyo ni tofauti sana kwa sababu kuna vitu imekaa, alafu sijui utaenjoy hata na wewe ukiona hiyo. Kweli? Yeah. Okay. Dulo akitaka kutoa nyimbo, majority huwa anakuja kukushirikisha ili uweze kuipitisha itoke, au anaitoa tu wewe ndo unakuja kupewa taarifa? Dulo akihitaji kutoa ngoma lazima tukae kama kamati. Okay. Kujenga. Sawa. Yeah. Tutegemee ngoma nyingine baada ya miezi mingapi, au soon sasa hivi itakuwa ni hit after hit? Kwanza nafikiri majuzi kati hapo kuna ngoma nyingine itakuwa hewani. Okay. Yeah. Mnakwenda kuachia ngoma nyingine? Yeah. Okay. Bana, kwa mashabiki zenu wakae mkao ule wa kusema kwamba sasa hivi Ken Dulo amerudi kwenye game, inakuwa ni ngoma baada ya ngoma, si ndio? Ndio kabisa. Okay. Neno moja kwa Ken Dulo ambaye always unakuwa ukimsupport kazi zake na kusimama kama meneja wake. Mimi niseme kitu kimoja tu, ni mshukuru. Na nampenda sana. Yaani nampa saluti. Okay. Yeah. Msanii gani unamkubali sana Dulo Gang? Rich. Why Rich na sio Ken Dulo? Kwa ningesema Ken ungeona kama naegamia upande, ndio maana nimekuambia Rich.
Kwa tuseme jibu lako wewe halina uhakika, lakini umependa kubalance mambo. Mi ningependa uniambie kitu. Unajua mtu unakuwa ni mtu ambaye uko open, unasema kile ambacho wewe binafsi unasikia kwamba hichi kinatoka ndani ya moyo wangu. Kati ya hao watu wawili, why Rich na sio Ken Dulo? Labda twende short tu. Wote nawapenda. Wote nawapenda. Bane, meneja anazingua kashia kutajia mtu lakini amekuja kumtaja mtu mwingine. Bane, niseme asante sana kwa time yako, umekwenda kutupatia time, tumeshare moment nzuri na kuweza kujua kile ambacho kipo Dule Gang, au unasemaje? Na wewe nimekushukuru kwa muda wako kweli. Okay. Maana umetoka mbali kufika hapa. Bwana, we nenda uenjoy mziki mzuri ambao ni reggae music ambayo imetoka kwa Dulo imetoka kwa Dulo Gang ambayo ipo kwenye platform zao zote ambazo ni ukifika platform zote, si ndio? Kwenye platform zao zote iko pale. Nenda YouTube uweze kusubscribe, like na comment kwenye ngoma hiyo, lakini pia uweze kuenjoy mziki mzuri wa reggae, cause mziki wa reggae ni wa Kiafrika zaidi. Bane, tukutane next time. Nite Jijolino Starlens aka mtangazaji mmoja kama watangazaji 100. Usikose kusubscribe, like na comment. Pia usikose kubonyeza alama kengele ili wa kwanza kupata kile ambacho kinajiri kutoka hapa kwetu Mozo Classic TV. Nyuma kamera na J Modo ambaye always ananifanya niweze kuwa kama hivi ambavyo wewe unaniona. Wajanja tumehamia saidi hii.